Misingi ya uongozi na namna utakavyopata uongozi iwe ni kwa hiari na kwa heshima ya watu na wanaokuchagua. Uwe unatokana nao kwa haki. Misingi ni miwili, ni watu na haki, ndiyo inakuweka katika uongozi. Ukipewa uongozi kwa haki na watu wenyewe, watu watakusikiliza. Ukiwanunua, unajua uhusiano wa mnunuzi na mnunuliwa. Ukinunua ng'ombe huwezi kuuliza alikokwenda, maana ulishauza. Ukimpa mtu uongozi unamwajibisha kwa sababu anatakiwa awajibike kwa waliomweka. Hiyo ndio tofauti yake. Katika masuala ya maadili, tunajua kuna watu wanaanza kutembeza pesa, tunawajua, si hapa Ilala tu, hata kwingine huko nimepita. Nimewaambia sisi tuko tochi ya CCM ipo. Tutakwambia wewe bwana, wewe ulifanya makosa kuamua juu ya hatima ya pesa zako. Wale ambao wanapita na hawana hoja wala hawana maelezo wala hawana uhusiano na watu, lakini wao wana uhusiano na pesa, tunaambia hii CCM ya sasa hii haiwezi kuwakaribisha wala haiwezi kuwateua, wala hatukati watu, si tunateua tu kwa vigezo. Na yule ana hofu ya kukatwa asiogope. Si tunafanya vigezo. Vigezo ni 1, 2, unavyo unapata, unasubiri. Hapa ni maendeleo, biashara na mawasiliano. Kusamini watu wetu, kujali watu wetu, kupenda watu wetu, kuishi nao, kukaa nao kwenye mvua, kwenye jua na kwenye starehe. Haya hayafanikiwi bila uongozi mahiri wa chama wa mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na wenyeviti wetu wa kata, makatibu wa kata, makatibu wa tawi, mabalozi kwenye mashina, umoja wetu ndio unatupeleka mbele. Sasa hivi ni wakati wa hofu. Kila mtu kimgusa ana mashaka. Unaweza kumsikia diwani mahali anasema, mimi kama mkuu wa wilaya nitaendelea kuwepo hapa Dar es Salaam, siwezi kushinda kuwa diwani. Au mkuu wa mkoa akiendelea kuwepo hapa Dar es Salaam, siwezi kushinda kuwa diwani. Au fulani akiendelea kuwa hapa Dar es Salaam, siwezi kushinda kuwa fulani. Ukimwona mtu namna hiyo anakuwa na mashaka makubwa hayo, huyo ni tapeli wa mjini ambaye ameshindwa kufanya kazi za chama. Lakini leo huyu hana wasiwasi na mashaka na mtu yoyote, kwa sababu amefanya kazi na kazi aliyoifanya ameionyesha hapa, na sisi tuko tayari kuunga mkono. Unajua wapo wengi wanaohitaji, lakini tukiangalia katika marathon huyu mzee Zungu yuko mbele kidogo. Leo tuna furaha sana kwa mheshimiwa mbunge wetu Mheshimiwa Musa Azan Zungu, naibu spika, kuwasilisha utekelezaji wake wa ilani kwenye jimbo letu. Sisi kama viongozi wa chama tunaona yale ambayo mheshimiwa mbunge anayafanya kwenye nyanja zote, shule, yani nazungumzia elimu, barabara, yani miundombinu, hospitali, Mchikichini tuna kituo cha afya kikubwa kabisa cha ghorofa 5 ambazo mheshimiwa rais ameidhinisha hizo fedha na kinaendelea na hivi punde kitakuwa kiko tayari, na hiyo ni ndoto yetu wana Mchikichini. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumpongeza mheshimiwa mbunge, mheshimiwa diwani, lakini sana pia mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kubadilisha historia ya Mchikichini kwa kuendelea kutupa kituo cha afya. Tulianza katika kuhamasisha watu wakajiandikisha na kuboresha taarifa zao katika daftari la kudumu la wapiga kura. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza zoezi hilo, limeweza kwenda vizuri ndani ya wilaya yetu ya Ilala. Vijana wengi sana wamejiandikisha, na sio mashahidi, tulikuwa tupita kwenye vituo utakuta mwamko wa vijana ni mkubwa sana. Lakini la pili, sasa tunakwenda tena kutoa hamasa kwa vijana wenzetu kwa namba ile ambayo tulojiandikisha kwa ajili ya kwenda kupiga kura mwezi Oktoba. Mara nyingi katika chaguzi hizi inatokea sintofahamu, watu kusikiza maneno ya hapa na pale. Ningependa kuwasihi vijana wenzangu, usisikilize maneno ya kupotoka. Ukiwa na bodaboda yako tayari amani unayo, ukiwa na duka lako tayari amani unayo. Na wapa wito vijana wenzangu, tujitokeze kupiga kura kwa uhuru na amani. Epukana na makundi ambayo yatakuhamasisha wewe kuingia katika vitendo ovu. Vitendo ovu vyovyote vinaweza vikakupelekea wewe kuhatarisha hali yako ya kimaisha na vile vile hata maisha yako. Tuilinde amani yetu, kwa sababu
Sisi tunapendana kwa sababu tuna amani. Tanzania ina umoja na mshikamano kwa sababu tuna amani. Amani hii iko katika dhima ya mikono ya vijana sisi wa 2025. Tuilinde amani yetu, tushiriki katika zoezi la uchaguzi.